ajili ya kutukusanya jioni ya leo kwa ajili ya kusikiliza maneno yako. Ninakusihi kwamba Mungu ukawe pamoja nasi, ukatufundishe sawa na jinsi ulivyokusudia. Achilia neno lako Bwana, achilia mafunuo, achilia maarifa Bwana na hekima. Mungu wa rehema, Bwana Yesu, tukapate kulielewa neno lako, mfalme wa matumaini. Bwana Yesu, neno lako ni chakula cha uzima. Mungu wa rehema, tuwezi kuishi bila neno lako. Bwana Yesu, tukikosa neno lako tunakufa njaa ya kiroho. Ninaomba Mungu tusaidie. Mungu wa rehema, tupe kiu na njaa ya haki, tukapate kula mezani pako, katika jina la Yesu. Ninakusihi Mungu, kaachilie mafuta mabichi Mungu wa rehema juu yangu Bwana, nikanene neno lako kama inipasavyo kunena, katika jina la Yesu. Amen. 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 Unaweza kuketi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii ya leo ambayo imempendeza tena kutukusanya mahali hapa kwa ajili ya kusikiliza maneno yake. Na tunamshukuru Mungu kwa siku zilizotangulia na hata sasa tumejifunza mambo mengi, na jana tulianza kuzungumza habari ya ukuaji unaweza kutusaidia kuweza kuzaa matunda. Tukajua kwamba ni vigumu kuzaa matunda tukiwa wachanga, kwa sababu Mungu anahitaji kutuamini na hawezi kutuamini tukiwa wachanga. Kwa lazima tukue ili kusudi tufike kiwango cha kuaminiwa na Mungu. Kwa kama hatujakuwa, ni ngumu Mungu kukufanyaje? Kutuamini. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni vigumu sana Mungu kukuamini ukiwa haujakuwa kiufahamu na kiroho. Sasa nilisema kwamba leo tutaanza kuangalia namna ambavyo Mungu huwa anamkuza mtu. Kuna vitu Mungu ataviruhusu kwenye maisha yako, lakini akiwa na lengo la kukukuza, la kukufanya ukue. Na njia mojawapo ni hii hapa. Ili uweze kukua, ili uweze kukua kiufahamu na kiroho, namna mojawapo ambayo Mungu anatumia ni kuruhusu majaribu na mapito mbalimbali kwenye maisha yako. Ni lugha ambayo sio nzuri sana, ni lugha ambayo haivutii sana, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi sana Mungu anapotaka ukue kufikia kiwango ambacho anaweza kukuamini na kukutumia vile anavyotaka, au kuruhusu aina fulani ya maisha yajifunue kwako, ataachilia majaribu na mapito mbalimbali. Kwa hiyo wakati mwingine mapito yanapokuja ambayo Mungu ameruhusu, mara nyingi anakuwa na agenda ya kukukuza, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kukiona kwako. Kuna aina ya mtu ambaye Mungu anamuhitaji, kuna aina ya mtu ambaye Mungu anataka amtumie. Sasa akikuchungulia hakuoni kwenye hicho kiwango, akikutazama hakuoni. Sasa anachokifanya, anakuruhusu upite kwenye jaribu. Hilo jaribu kazi yake ni kukukuza, kazi yake ni kumfunua yule mtu ambaye Mungu alimkusudia, yule mtu ambaye wakati Mungu anakuumba alimuona akawekeza ndani yake. Anapowekeza ndani yako, kuna kipindi anahitaji akutumie. Akikucheki kama anaona kwamba hujafika level hiyo ambayo anaweza akakutumia, ataruhusu majaribu yatokee kwenye maisha yako kama njia ya kukufanya ukue. Kwa majaribu mengi yanayotupata, hasa yale ambayo Mungu ameruhusu, ni shule. Kwa ukikataa yale majaribu, maana yake umekataa kukua. Naongea na mtu mmoja. Ukikataa hayo majaribu, ni kama vile unakimbia shule. Wakati huo unataka cheti, na ni ngumu kupata cheti wakati hujasoma. Kwa Mungu anataka ukae darasani, upite kwenye hilo jaribu, ugraduate. Ukifika level fulani, Mungu akaona kwamba kile alichokikusudia kimeumbika ndani, basi unakuwa umevuka hiyo sehemu na atakuwa tayari kukutumia. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa umebadilika kutoka ndani. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo sasa anaweza kukuamini kwa ajili ya kukutumia. Kwa mara nyingi sana yanapotokea majaribu, usiyatazame kwa jicho baya. Usione kama Mungu anakupiga, usione kama Mungu anakuchukia. Lakini ona kama vile kuna shule Mungu anakufundisha. Kuna aina ya mtu Mungu anatarajia kuona baada ya hapo. Naongea na mtu mmoja. Ni muhimu sana ufahamu
Kwa sababu watu wengi sana, yanapotokea majaribu mbalimbali au mapito, mambo yanapokuwa magumu, mambo yanapokwama, mara nyingi ni rahisi sana kuanza kumlaumu Mungu. Ni rahisi sana kufikiri Mungu hayupo, Mungu amekuacha. Lakini mara nyingi sana Mungu anavyoruhusu hayo mambo, anaruhusu kwa ajili ya kukusaidia ufike kwenye kiwango ambacho yeye anataka ufike. Haleluya, haleluya, haleluya. Tofauti na hapo ni ngumu. Unaweza ukakwama mahali na ukasimama kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kukua. Na yeye Mungu anataka akuamini, na ili akuamini lazima ukue. Wangapi wananielewa unachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu muhimu sana, inahitaji kuingia kwenye kitu. Kwa hiyo namna moja hapo ambapo Mungu anatumia kukukuza ni kupitia majaribu. Majaribu. Sikiliza, mtoto hawezi kukua. Unapomzaa mtoto, kuna hatua anapoanza kujifunza kutembea, ataanguka sana. Ukimwonea huruma mtoto asianguke, maana yake hutaki atembee. Kwa mara nyingi sana utaruhusu adondoke, anaamka tena, anadondoka tena, anaumia kweli, lakini ndio namna ambavyo atatembea. Ndivyo ambavyo Mungu anatutaka. Wakati mwingine majaribu yanatokea, wakati mwingine Mungu anatamani kweli hicho kipindi kipite, lakini tunavyobishana naye mara nyingi tunadumu kwenye hicho kipindi kwa muda mrefu. Kitakachotutoa kwenye majaribu ni akili yetu kufunguka na kujua na kujifunza nini Mungu amekusudia. Kwa nini tunapita hapa? Ukigundua tu, maana yake unavuka. Lakini usipojua, utakaa darasani mpaka utakapoelewa, mpaka akili yako ifanye ifunguke. Naongea na mtu mmoja. Hebu sema majaribu. Hebu sema majaribu. Majaribu ni shule mojawapo ambao Mungu anaruhusu kumkuza mwanadamu. Hana namna nyingine, atatumia majaribu. Ukifunguka unavuka hapo, hujafunguka utabaki hapo. Siku zinaenda, miezi inaenda, miaka inaenda, uko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu hujagundua kwa nini napitia hapa. Kwa hiyo ndio maana unahitaji sana kuwa makini. Unapopita mahali, unatakiwa muulize Mungu, ni kwa nini napita? Ni nini unataka nijue? Uhakikishe kwamba unakuwa makini kusikiliza, kwa sababu ni kipindi ambapo Mungu anatembea akitamani masikio yako ya ndani na macho yako yaone. Kwa sababu ni wakati ambapo Mungu anaweza akakusemesha kwamba ninakupitisha hili darasa kwa sababu kuna ng'ambo ya mto, kuna mahali nataka nikupeleke. Nikikutazama ulivyo sasa, siwezi kukutumia. Naongea na mtu mmoja.